سبحانه تقدس عن الأشباه والنظائر، وأشكره شكرا يوجب مزيد حبه وقربه، وأستغفره من الكبائر والصغائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد جب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. نزام وإسلام أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته. Nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika ulimwengu ambao tumeumbwa kwa ajili ya jambo moja tu, kwa mujibu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu kabisa pale aliposema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ndani ya Qur'ani kwa kusema maneno hayo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumbeni majini na watu isipokuwa waniabudu tu. Hilo ndio lengo kubwa la kuumba mwanadamu. Tena anaendelea katika hayo maneno asema, wama uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, sitaki kutokana na wao riziki yoyote, wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Mungu hahitaji chochote kutoka kwetu, anachohitaji ni tumwabudu tu. Sasa kwani ukimwabudu unamuongezea nini na usipomwabudu unampunguzia nini? Haya yote unayoyatenda ulioamrishwa ni kwa sababu ya manufaa yako wewe mwenyewe. Manufaa haya ni kwa kule uendako akhera, lakini vile vile na hapa duniani. Unapokuwa na istiqama ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutawakkal alayhi, wewe huwezi ukashikwa na maradhi ya kidunia. Itakapokuwa kila jambo lako unalolitenda umemtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala, basi huo ndio ufaulu wako wa maisha ya hapa duniani na pale mbele ambako ni kule akhera. Hivyo ndugu zangu Waislamu, hotuba yetu ya leo inatuasa sana na kutuhimiza katika suala zima la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, mtu mwerevu ni yule ambaye anaihesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na anatenda kwa yale ambayo yako baada ya yeye kufarikiana na ulimwengu. Anajua kwamba huko niendako kitakachoniokoa ni amali zangu tu, hakuna kingine. Hivyo ataihesabu nafsi yake kwamba ni miongoni mwa nafsi zitakazokufa, na vile vile kwa kuwa atakufa anatenda mambo ambayo yatamsaidia baada ya yeye kufa. Ndugu zangu Waislamu,
Rasilimali yako hapo ulipo ni huo uhai wako. Sasa utumie vizuri muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Muda ambao amekupa kuishi hapa duniani ni mchache, utumie vizuri. Utumie kwa kujua kwamba wewe ni mgeni hapa ulipo na kwenu. Tunapoelewa mgeni akienda sehemu anajua na kurejea kwetu. Utakaa kiasi ambacho utakaa ugenini, lakini mwisho utarudi kwenu. Vivyo hivyo sisi hapa duniani ni wageni. Aishi fi dunia kaannaka gharibun au abili sabili. Ishi katika dunia kana kwamba ni mgeni au ni mpita njia tu. Unapokuwa unapita sehemu, kuna mahala unapokusudia ufike. Sasa sisi katika ulimwengu huu ni wageni na kwetu ni akhera. Hivyo ndugu zangu, tutende yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na kuacha aliyotukataza, ili pale tuendapo tuweze kupata salama. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kuhusiana na huu ulimwengu, jinsi masiku yanavyobadilika, ndivyo na wewe upate mazingatio. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Hakika katika kuumba mbingu na ardhi na kukhtalifiana usiku na mchana pana mazingatio li ulil albab. Kuna mazingatio kwa watu wenye akili zilizotakaswa, akili ambazo ni al-lubbi ikaja albab. Wengi hao akili hizi zinatokana na al-lubbi, kitu ambacho ni safi, kimetakaswa. Hivyo utakapokaa na kufikiria ulipo na kuwaza uendapo, kisha ukatenda ambacho kitakuokoa hapo uendapo, basi utakuwa miongoni mwa waliotajwa katika hii aya. Aya inatukumbusha kwamba tupate mazingatio katika kuumba mbingu na ardhi na kukhtalifiana usiku na mchana. Zingatia haya. Kwa nini unakuja usiku? Ukitoka hapo unakuja mchana, na imeumbwaje mbingu na ardhi? Yote haya ni mazingatio kwa mtu ambaye ana akili nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, masiku ambayo tuko nayo ni machache sana. Waliishi katika hii dunia waliotangulia, kaumu Nuh, tunajua kwamba waliishi miaka mingi, walipewa ofa ya kuishi mpaka miaka 1000. Lakini angalia mimi na wewe katika zama tulizokuwa nazo, au umma wetu huu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umri ambao tumepewa kuishi sisi, tumepewa ofa ya kuishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Nyumri za watakaoishi au nyumri za umma wangu ni kati ya miaka 60 na 70. Huo ndio wingi wa miaka ambayo sisi umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumekadiriwa kuishi. Lakini utajiuliza, mbona kuna wengine wanapetuka hapo? Ili isiwe ni uongo na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kweli, wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Akamaliza kwa kusema, nani wachache miongoni mwao watakaopetuka kati ya miaka hiyo 60 na 70. Wale waliotangulia kule nyuma wanatuonea wivu sisi kwa kupewa umri mchache wa kuishi katika dunia. Maana yake nini?
Manake wale waliishi katika dunia, mtu unatenda mema mpaka unachoka, unakata tamaa, nilipotenda inatosha. Sasa wivu wanaotuonea sisi kupewa umri mchache ni sisi, kwamba huu umri tuliopewa mchache tuuzingatie vizuri. Muda wangu ni mchache, yatakiwa nitende mazuri yatokoenda kuniokoa huku ambako nitaishi sana. Hawa bwana wanatuonea wivu kwa mambo haya, umri, sisi kupewa umri mchache, lakini sisi wenyewe tunaonewa wivu. Sasa umri huu mchache tunaopewa, ndio tukaona dunia ni kila kitu kwetu, tukasahau yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia, tukatenda matamanio ya nafsi zetu. Hivyo ndugu zangu, tuzingatieni haya masiku tuliokuwa nayo ni machache mno. Kwa hivyo tutende yale ambayo yatakuwa ni saada kwetu sisi pale kaburini.